isaa cia bilingi wa mauvo. Wakana wa matukio 18 mwini wa kenda mwakani wa 2025 ninaokethia na uthocha tumanithie nthini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa samwanza masito makwa nitawabeti wa mwania tuambililia mauvo maitonekana thukumi mauiti ungu wa Universal Healthcare UHC kauntini ya Masako nimeveta kuthukuma na kukwatiania na gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti kwikithekana ni wavikisia watho wake nthini wa movia wa uiti athukumia meweta ki kavindani kala kaumbano wa vamwe wa kukunikila na kuete mausungio na mawoni alame kiwe nthini wa sub county tatu cia kaunti ya Masako yulu wa maundu makoneti uiti kielelo cha ukunikiliu ni kululumilia uiti wa mwene ndwani na kwa ile Universal Healthcare. We are here basically to have feedback meetings on the primary care networks that now have been established and are in the process of completing establishment in Mavoko, in Machakos and in Ruaku. Key to note is that Machakos has had 2 fully established PCNs, that is Kangundo and Kathiani. But in the last 1 month or so, we have been privileged to get support from the national government, and we have been able to establish in Yatta, in Kalama, in Masinga Sori, in Kalama, in now Mwala, Machakos and Mavoko. We have 2 remaining, that is Yatta and Matungulu, and we hope that in the last week of September we shall be starting that process. We have level 1s who are CHPs, level 2s dispensaries, level 3s are health centers, and level 4 which is then level 4 and then level 5. Obviously, for Our Excellency Governor Vinyandeti, this is a big milestone. Once we are done with establishment, we will definitely operationalize so that our teams now will be communicating from the lower level, so that any patient, whether at home, they are able to be seen by a CHP, and that CHP is able to refer, and when they refer, this patient gets adequate care. In every governor's manifesto, and especially for Governor Vinya's manifesto, hers was keen on ensuring that the people of Machakos are getting quality healthcare services. So this is a big win to Machakos County and to her manifesto in ensuring that we are not just seeing patients at the hospital, but we are visiting them at home, and we are able to refer appropriately. These are primary care networks. They are going to model. In this country, we have a law right now guiding on primary health care. And the focus on achieving universal health coverage is to look at primary care networks and how every person and every household in this country starts from the level of community units where our CHPs are based, then referred to the level 2s, then referred to the level 3s, and obviously to the level 4s and 5. You will look at the PCN model and see we have a hub. A hub is the big facility where most of these referrals will be happening. And this has been an agenda not only of the county but also of the national government, so that we ensure Kenya in its entirety is fully following and being compliant with the Primary Healthcare Act of 2023. Nzama ya kuungamia unyuvani na kulunga mivaka IEBC ya siya na ilovia siya kuyana kutoa siya maunyuvani manini ondheme miongo ilina na maivila siki watoka nyamatuku miongo ilina mwonza mwewe ya 11 mwene kivela wanza mai ya rasta sendung hedekon na kuvisa mwenene Hussein Marjan ni malulu meilia movia waki na ando kufikia yu nenganete ilovia siya maunyuvani 13 na ilovia siya imo kwa atikana kwa metuki maye yumbani siya maalangi nyanya na ni matonya kutamba ikamuno ona uyo vo ni malulu meilia iseso ya uandikithia wako ni makura ikambia matuku miongo ilina kenda moyo wa kenda na meithiwa maitata kuandikithia kuni makura milioni 6.3 aingimo me amoika. What is the projected cost of conducting the upcoming by-elections, and how will this expenditure impact taxpayers? We have a total of 24 by-elections. The ones that are funded are 16. And the total budget for that by-election, those 16 by-elections, 788 million. For the 8 remaining ones that have not been funded, amounts to 258 million. So in terms of total cost, we are looking at
1,046 million for the purpose of by-elections. Which criteria were you using to select those that are funded and those that we are going to wait? We are actually carrying them. We are carrying out all of them. We are only saying that you ask us to give you the challenges, and we are saying that because they came later on. Initially, we gave we gave for 16, but as we continue receiving writs later on that there are other by-elections. So they had already funded us for 16. I think the 24 by-elections will go on one day, and hopefully everything will go successfully. We have gazetted 29th of this month as the date on which we will launch the resumption of the continuous voter registration in all our offices across the constituencies. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. I just need to know about the diaspora. Will they be part of the ones who will be registering during the voter registration when you open? Absolutely. And just to add, are we expecting a new register, or is it just going to be the old register? Of course, a new register will come as a result of the registration process, where now we capture data and then have a new register, clean up the register in terms of the dead voters and all that, and then have it audited and then published. So in terms of the diaspora votes, of course, they are Kenyans, and those ones who are eligible to vote were 18 years and above and have the requisite documents. We have factored them as well. Be a test case to ensure that you rein in on political violence so that it does not become a big issue in 2027. Our prayer is that the country realizes that IBC alone cannot prevent violence, cannot guarantee peaceful elections. But what we'll do as an institution is to execute our mandate with precision in a way that builds trust for the Kenyans to believe in the elections, in the electoral processes, and to come out and participate. We call upon all the segments of our society in the interest of this country to calm down the temperatures, to let the institutions such as IBC to work for the stability. Kumana na uangaliku munene wa muika ukamba wa mwalave na vata wa serikali sieli kuende ya kuithiwa na mawala nyoma kutethesi ya muika. Makwata mawea na kumeta na kuma meteo ni ila malikete yotome mudhuku wa ndawasi ya kumila. Woni wetana kuma kui Jonathan Kavuola ni mwene kivila wa maundu ma nyumba 10 kuma kanyu kumwala ula ingi wale sekana venavuya munene wa muika kulika ndawane siya kumila na itindo ni mbadhe. Vala waendekethia amuika isioni sianduane mamandhiwe mawia makwika na ingi kumanyua mautweka makiobundi. Kwa kawaida vala baingi byandu ma yuthi nendo aingi mamoni ya ido na ino wa kwika yime bega challenges cia drugs ni mega ona sinita bangi mila na no tikweto ku nundu nziela muno ya kwika ni kunena namo ukethia no ti neno na mogethia sindu yime ni maola nundu yime tethio kwo ni twithitwo twinena namo ila kwetha na baraza nitwitha na baraza na assistant chief na chief wa area nituga atika neno namo ati imonio onziela titonyo matonyo kuweka na sindu inundu kwa wingi ona tatu meo polisi ni moka ni matumia makokwatwa amwe lakini hivi ona makwatwa mesioke ingula mutuo kwa unziela tuona anzo muno ni yakukita uneno namo enda uneno na sieiva tonyeka asiyo ndala makisiyoki na tike siyo cha park kututwe mwala peke yake ni Kenya yonge kwa jumla nundu tinolo feisete andu ma youth nizina otucha netie oili undumwe kwa umusiai ilona mwana wa kwenywa sindu hiyo nyua ida bangi kana itanyuka alamatu ya mwezo byo sindu isu igateria mwana waku atol ikamuteria na ona wati ye mwana waku emusomu ukeze yakisomo icha evaporate ye ni chathelile nundu nandu manya kucha ndiye nundu abula nyendrangsi ona mbwa asomete akamesia ndikili ukeza ona mwana oswe imbie ibutota isukuru.
Vena vatawa movia wa kisomo kwikithia kana vaina mivakakati wa alimu ma junior secondary na skulu cia musingi ni kana kwa ile kisomo cha CBE. Unikana na James Nguta ula ni mutai wa maundu ma kisomo kuya mitaboni kauntini ya Masakwa iweta kana vivata skulu cia junior secondary keyunga miasioka ni kwithwa maskulu maingi matina miako na sindu ingi cia vata na skulu nwa musingi wa Agape James iweta kana kisomo cha junior secondary kuvulana na skulu cia musingi ni tambia sio ya kukilia maskulu ma musingi wa ngone ya kisomo. Maneno ya kusema walimu wa junior school wakuwe na shule yake ambaye ni stand alone, hiyo siwezi kukumbali. Sababu kama mshauri wa masomo huwa tunajaribu kufanya kitu inaitwa cost sharing, ama kungawana zile rasilimali chache ambazo tuko nazo. Tukianza kupeleka junior school mahali pake, itamaanisha tuanze kujenga mijengo ingine mipya, tujenge library mpya, tujenge lambu mpya, na hizo resources kwanza hapa Kenya hatuna. Badala ya kuanza kutapatapa juu ya watu wenye hawajatosheka, ni heri hizo pesa tutumie kuajiri walimu wenye hatuna, kwa sababu kila shule kama saa hii tunatafuta venye tutaweza kusomesha wale walimu wenye tuko nao through in service, tuweze kupata walimu wa music na creative arts. Kwa hivyo msimamo wangu, let us embrace cost sharing. Watoto saa hii kwa kila shule kuna library, kuna computer lab, na hizo simeletwa njuu tunafanya cost sharing ya ECD from county government. Tunapata pia rasilimali za junior school na zile za primary, tunaweza kushare hapa katikati. Kwa nini tunataka tugawane? Kitu cha maana chenye nataka watu wajue, walimu wa primary wengi saa hii wako na masters na wako na PhD. Secondary kuna walimu wako na degree ya kwanza. Kwa hivyo tusione ni kama mwalimu wa degree afai kukaa kwa primary section. Ukienda kwa manjuu mahali kwenye tumetoa mtaala wetu wa elimu wa CBC Finland, mwalimu wa grade 1 unapata hako na PhD, mwalimu wa baby class unapata hako na PhD. Chenye mimi naimiza ni hapa Kenya tuweze kukua na ile kitu yenye inaitwa scheme of service. Upate mwalimu mwenye wa degree anaweza funza grade 1, wa PhD anaweza pia funza grade 1, na tu appreciate kulingana na papers zao. Si kusema ati tuende tujenge junior secondary mahali pengine na primary hapa. Ukiangalia hapo awali shule za primary zilikuwa zinateseka kwa rasilimali, sababu primary hawakuwa wanapata mungao wa pesa unaotosha. Saa hii JS sababu wanapewa about 15,000 per year. Hii pesa inatumika pale primary kununua vitabu, kununua vitu za library, na primary siku hizi hata zinashinda secondary. Sasa kwa secondary wasianze kutaka sana kuinicite watu wa JS waende secondary. Wacha wakae primary ndio tuendelee kuinua primary. Mwambelelia wa mosi umwe wa kusovya siana Dr. Charles Moli ni wako uliasi kwitha mustali ni wambe kuseseya siana sio kumana notomi wandawasi ya kumila hainena nandiki mama uvomoli ni wathingirila vata wasi kuiambe mavata masi ya sio na kuita undova ili tena inge kuthoima uende uwa sio maskuluni. Moli wa ingine wasiakana nzia yokaya kuikithia Kenya ni ya na mesingine ya masomo na kusia isi ya na kuthoima masomo masi ya nava ya mesini. Ningependa kutoa mwito katika wazazi, sababu wazazi wengi kama kina baba, mambo ya kuingia kwa pombe, mambo ya kuingia kwa mambo ya madarati na mambo mengine, hiyo sio jambo ambalo litasaidia kulea mtoto. Kulea mtoto ni lazima kumulisha, kumfunza neno la Mungu, na sio hiyo peke yake, kumtitimizia ile haja zake, kwa mfano nguo, kwa mfano elimu, hiyo vitu yote, na kumfunza vile anaweza kaa na kuwa huko tayari kutoa school fees ili aweze kuingia mahali popote. Kwa hivyo kina mama na wazee, kina baba kule nyumbani, tafadhali muangalie, na kwa hii mto tuangalie, kwa sababu hawa watoto wakikosa wakati njia ya kuendelea mbele, wawe hawana elimu na hawana hata course ambayo inaweza kuwasaidia, basi mbele kuna giza. Kama unataka tuendelee katika nchi yetu ya Kenya, basi ni kufunza na kusaidia watoto lika na wote waweze kupata njia ya kupitia.
Ndukathiva sana tusiakithie tena maovo wangi ala tukumbanisie thini wa mesa ito ya maovo. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uonde tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akalyuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta mundu yasia mundu ni mundu yasiata mostly nyando alangu atamakiwia ivya ni so green yani mainyo man so ni mende ya from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke na mundu sia kuma nini naketha haina wendi kondwa kwikithia ni wakwata cha kwitweta obamena kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivi maunduni maku wambia tu mangomboka kwata yujutu ebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete nagwo no uya museo kwa nenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilovi maluga la matemange ngoko ngasuyana amove ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva umeta katakata lensi kana ekamkomwene kila kenda akeke for example nina push yo nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kuja ni baba nandukiatikele kutugwa ngoni ando niyo wisi vala umete na kula wendete wia niwia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia niwia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Edition ya gatatu ya Governor Wavinya Ndeti Cup Football Tournament tieno. Watu wangu wa Machakos, are you ready for Governor Wavinya Cup? Kuma matuku miongoli mamwei wakenda tuendete ngina grand final ila ikedwa matuku 13 mwei wa Disemba na ni kuma world level musindi ndasema na silingi miongoli first runners up akadi na silingi ngili 10 nilikana ni aume kana ni mwana ondo umwena 8 then was sub county level musindi ndasema na silingi limana eli first runners up silingi ngili yana imwe na indi then wa grand final winner kana musindi aseme na silingi milioni umwe first runners up silingi limana 5 second runners up silingi ngilimana eli ondo umwe na third runners up silingi ngili yana. Tupatane uwanjani as we cheer our teams and nurture talent. Amwika na alamendete muvila tuisise inengo sio oingi tukabanda miti na oingi tuidhi wana ivuso ya mental health sessions. Governor Wavinya Ndeti Cup 3rd edition, tuimarishe mazingira tucheze ball. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etia kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science netuita maukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambili ile matuku na 5 tuikibwezi kutengena na Tumaini Clinic wa chula sivitali wakile matuku na 3 tui Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kutengena na KCB Mwembetari branch kwa Shibroad kutengena na Naivas Supermarket oingi wakile matuku na 3 tui Kathonzweni Windy Shakers itina Wangomeni Hotel nduka namba 3 kongedhanisi na Kilome Hotel wakatatu matuku na 1 tui Matiliku Chambeo Inn kwa Kinguti matanisioni Machangwasi na Kilili wakana matuku na 8 tui Lobi Mulolongo idhio wa 3Ds Hotel kutengena na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow oingi wakanazuma tukunana tuwe Male Bus Park nduka namba 39 itina wanaikana booking office wakatana matuku na kenda tuwe wote katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wanadhadu matuku miongwele tuwe Kambuchi na Wakanzi Supermarket kungedhanisia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthoke mawisi na maitu kanotu kunesimu kwizela noti mwonza ile imwa noti kenda noti kana noti mwonza na ina
star ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti mwonza imwa noti kenda kenda noti noti nyanya nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udhocha ingi twende na kumanithia tuisonga na mbeni kana tumbe wa maana tatu na la masi yemea nini kauntini ya Mombasa. Yume na undu wa kutani itina kukwata maupundi sio kifathukanya wakuma kwe makundi makutetea aki siya na siya na ila siya kuye mavusi na miaka minini waingi ni makwata mautao makulunga mikalile yo na nziamba ilu siya kwe ya siya na siyo na ile na mbanene kwele siya kanama kwa tia siya nini kumana na kunyama siwa kimwe ni andomava kuve. Na yote nayopenda. Sawa. Nimesikia Carolina Nyango Okutu. Baada ya kujiunga katika hili shirika nimesaidika, nimesomeshwa katika mafunzo ya life skills na skills za baking. Kwa hivyo matarajio yangu natarajia nikitoka hapa kupitia masomo haya ya baking niwezeshe niende nikafungue bakery yangu ya keki. Kitu ambacho nilipitia sana, kila nitakapoulizia kila sehemu ya kutafuta ajira naitishwa stakabadhi za kusoma, naambiwa somea kama una ujuzi somea kwanza ndio utakapopata ajira. Lakini baada ya hii shirika la Mombasa Young Mothers, nilipokuwa na mawazo nikiwa nyumbani nikapata guiding and counseling kupitia Mombasa Young Mothers na ndo nikapata skills ya kupitia. Kama Mariam nimeweza kunufaika mengi kwa organization ya Young Mothers. Nakumbuka kitambo I was facing many challenges. By the way, I faced a challenge in depression and I was so confused. I didn't know where to go. So I had a friend of mine, so she approached me and she told me about the Young Mothers organization. So as Mariam, I decided to go into their offices. After going into their offices and they welcomed me well, so I approached the office and they helped me in guiding and counseling services, because depression, it affected me emotionally. So Young Mothers offered career and guideline Evo. So in mental health, so nikasaidika na kwa sasa pia Young Mothers ikaweza kutupa skills, and one of the skills is beauty. So I'm one of the beneficiary in beauty, and I'm so grateful and proud to be in. Sana Young Mothers ambaye ni wamama wachanga wametengwa, hawana mtetezi. So weza kutusaidia ili tuweze kuwapatia skills ambazo tunaamini katika hizi skills vijana hawa wanaenda either kupata ajira ama kujiajiri wenyewe. Kutokana na hapo tunaenda kupunguza bala kukosa ajira kwa vijana, na especially to the young mothers ambao they are the breadwinners to their family. So kwangu kwanza kama Young Mothers pia ni furaha kuona kwamba kuna watu wanatukumbuka, na pia ningeweza kuita the county government of Mombasa ambaye hii imwendee the governor Abdulswamad Sharif Mohamed, ni kwamba Sharif Nasir, ni kwamba shirika la Mombasa Young Mothers ni shirika ambalo liko na Young Mothers wengi sana, na saa zingine tunaweza kutafuta mbinu za kuweza kumfikia yeye kama gavana ili tuweze kumweleza jinsi gani ama changamoto gani Young Mothers wanapitia huko mashinani, na hatujaweza kupata hiyo nafasi. So ni kuweza kumkaribisha ili aweze kuungana na sisi, aweze kuungana na partners wetu pamoja, tuweze kukuja pamoja so that we can eradicate the unemployment in Mombasa, na tuweze kupea vijana wetu skills ambaye in future tutaweza kuona vijana wakiweza kupata ujuzi na pia kujifungulia. Mawisa maita kumavandhi ya Kenya na la maendiendi ya Haiti kuteve siya kutuma nyamo wa measiaka na yu ni monete usia umosio wa kithito cho kuisila kwe muneni wo Jakomba kanika nanzi ambingi ila ite sisilika ni mamini ite na usivingwa na kuete ya ndoma Haiti mogo na kumavetangia vya wa mavidhukia na kutani ya mogo wo ombake ya siaka na ni mekuatia niena mawisa ma Asia ndeni wako sese ya kesioki na kukombo isio ila inamini ite kutekwa ninzangili. The general overview since we arrived here in June last year, I can say we made good progress, and we are very proud of our officers who've gone out of their way to make sure that the Asian population enjoy the deserving peace.
We've gone through, difficult time, good times, but I can say that so far, whatever we've been able to achieve within this 1 year is something commendable. Asians expect a lot of things from us, and one thing that we've ensured is unblocking those roads that were blocked by the gangs, making sure that we revitalize some of the key government installations that are critical in their daily lives, and also giving the deserving support for the national police, the Asian National Police that we are working hand in hand with. Last year, when we formed one of our first forward operating base at the National Police Academy here in Port-au-Prince, for the first time, the Asian National Police were able to train approximately 730 new recruits that were passed out last year, and they are now in the field fighting the gangs. I'm also happy to announce again that this week, the same academy is going to train, is having some intake for the National Police, the Asian National Police, that the training will start very soon. And this is since we are involved with the Asian National Police in terms of making sure that the area around the academy is well guarded and they don't get threats from outside. Other critical infrastructure that we are keen in, where we are standing right here, is what is equivalent to Vigilant Hour, the headquarters of the Director General of Asian National Police, that the guns are taken. And I want to shock you, because when we came here, the Asians were very skeptical. They were not sure that we were going to stay here even for 1 minute. But fortunately, we were able to hold the ground, repel the gangs that had taken control of this place. And as we stand here, a lot of renovation is taking place, and being the second forward operating base, we've ensured that area around this place is well pacified, and slowly by slowly, and this can be attested by some of the journalists that are here, the roads are opening up, those that had been blocked are being unblocked, and this is due to the resilience of the police officers, especially from Kenya, that have been able to go outside their way to make sure that these critical infrastructures are restored back.